Wanasema mapenzi ni upofu, lakini mi sioni hatari kuwa kipofu kwa ajili ya penzi lake. Penzi letu lilinoga, likanoga na likanoga tena. Bahati mbaya likaugua, likalazwa, hatimaye likafa kifo cha kawaida. Oi, niaje, uko poa eh? Karibu kwenye ulimwengu wa simulizi za mapenzi. Karibu tupate raha pamoja. Leo tutakuwa na simulizi inaitwa Chozi la Usaliti, mwandishi MSI au unaweza kuniita mfalme wa simulizi za mapenzi, na hii ni sehemu ya kwanza. Nakumbuka sana enzi hizo, enzi ambazo zilinitambulisha kwenye ulimwengu wa mapenzi. Zilikuwa enzi ngumu, lakini zilizokuwa zimesheheni maisha halisi. Enzi za kumwandikia mpenzi barua huku ukiogopa kumpa barua yenyewe. Enzi za TV za chogo, achana na hizi smart TV za leo. Enzi hizo mtu ukiwa na TV ulikuwa umejipata bwana. Achana na enzi hizi mtu anamiliki TV lakini hana hata uhakika wa kula. Enzi hizo ukiwa na TV ulikuwa ni tajiri. Mimi nakumbuka kijijini kwetu kulikuwa na TV moja tu, lakini TV yenyewe ilikuwa na masharti hatari. Unaweza kwenda kuangalia TV hata dakika moja haijapita, unasikia sauti ya mama mji ikisema, hebu zimeni TV tayari imechemka. Ilikuwa hatari mno. Hebu tuachane na hayo. Ni hizo enzi ndio moyo wangu ulituama kwa mtoto wa mtu. Kwake nilikuwa nimenasa misiri ya ndege aliyenasa kwenye ulimbo. Najua kuna watu wajui ulimbo ni nini na maajabu yalivyo mengi. Nadhani kuna watu hawajawahi kuona ndege zaidi ya kuona picha ya ndege, na kuna wengine wanahisi hapa nazungumzia hizi ndege wanazopanda. Kazi kweli kweli. Dunia, naomba hebu simama. Mimi mhenga wa zamani nishuke zangu, maana nachoka sana na hawa watoto wa leo. Siku niliyokutana na huyu mrembo ilikuwa siku ya ajabu kidogo, ajabu ambayo ilinitumbukiza kwenye ulimwengu wa mapenzi. Laiti ningejua kama nisingekubali kutumbukia kwenye penzi lake. Laiti ningejua ningejifanya kipofu ili nisione uzuri wake, uzuri ambao ulinichanganya, nikajichanganya, hatimaye kidogo nichanganyikiwe. Basi bwana, ilikuwa siku moja jioni ambayo ilikuwa na kiubaridi kwa mbali. Jioni hii ilinikuta mbali kidogo na nyumbani. Mtoto wa kiume nilikuwa nachunga zangu mbuzi tena porini. Itakuwa ajabu kama mbuzi naso hamzijui, itabidi niwaombee sasa. Nikiwa sina hili wala lile, huku njaa ikiwa imenipiga vya kutosha, mara nilisikia sauti ya watu wakinong'ona. Nilishtuka mno kusikia sauti zile. Taratibu nilinyata na kusogea pale sauti zilipokuwa zinatokea. Nilishangaa baada ya kumwona kijana akiwa na binti mmoja. Yule binti alikuwa amemwegemea yule kijana begani. Nilishusha pumzi na kukohoa. Kile kikohozi kiliwashitua. Waligeuka kwa pamoja na kunitazama. Bila kuongea neno, walinyanyuka kisha walipiga hatua na kuondoka. Nilibaki na wasindikiza kwa macho, huku nikijiuliza walikuwa wanafanya nini. Kusema kweli, sikupata jibu. Sijui kwa sababu sikuwa mwenyeji kwenye masuala ya mahusiano, au nilikuwa mjinga kujua mambo ya wajanja. Yule kijana nilimfahamu, ila binti alikuwa mgeni kwenye mboni za macho yangu. Kijana alikuwa anajulikana kwa jina la Mashauri. Baba yake
Alikuwa maarufu mno kijijini kwetu. Alikuwa anasifika kwa uchawi. Tetesi zilikuwa zinasema alikuwa anamiliki fisi kadhaa kwake, hivyo alikuwa anaogopeka mno. Sasa sijui ilikuwa ni kweli au ni uongo au ni maneno ya walimwengu. Nilisimama pale kwa muda, kisha taratibu niligeuka kurejea pale nilipokuwa nimeacha mbuzi zikichunga. Lo, nilishituka. Hakukuwa na mbuzi hata mmoja. Nilihisi kujikojolea, maana timbwili la mzee nilikuwa nalifahamu vyema kabisa. Baba yangu alikuwa mkali, tena mkali kupitiliza. Yeye alipenda kupiga kuliko hata kula. Alikuwa na kimsemo chake, fimbo zipo kwa ajili ya watukutu. Kosa lolote zilikuwa zinatembea fimbo za hatari. Ukiingia kwenye 18 zake utajuta. Utajua kwa nini mkia wa mbuzi ni mfupi na upo kwa ajili ya nini. Je, ni kuficha uchi au kufukuza nzi? Nilikimbia huku na kule kama mwewe kuzitafuta. Lakini kama wasemavyo wahenga, asiye na bahati habahatishi. Nami sikubahatika kuziona. Nilinyanyua kichwa na kulitazama jua kwa huzuni. Muda ulikuwa umeenda mno. Najua unajiuliza kwa nini nilikuwa nalitazama jua. Enzetu jua ndio ilikuwa saa. Hivyo ili kujua muda tulikuwa tunatazama jua na kukisia inaweza kuwa saa ngapi. Baada ya kukimbizana vya kutosha na kutoziona mbuzi machoni, nilikata kauli ya kurejea nyumbani ili kuwataarifu wazazi mbuzi zimepotea. Ingawa nilijua fimbo zingenihusu, lakini hakukuwa na namna. Ilibidi niende tu. Nilitembea kwa wasiwasi, mashaka na hofu juu. Ghafla nilisita na kusimama. Nilipigwa na bumbuazi kama sio mshangao, baada ya kuona mbuzi zikiwa zinachunga pembezoni mwa njia. Nilizungusha macho huku na kule. Niliguna baada ya kumwona ile msichana niliyemfuma na mashauri akiwa ananitazama. Alikuwa ananitazama kwa macho ya upole, nami nilimkazia macho japo kwa uoga. Lo, nilianza kuhisi kitu cha ajabu ndani ya moyo wangu. Moyo ulikuwa unaenda mbio, tena unaenda mbio hadi nikashituka. Kila nilipokuwa namtazama, nilijikuta natamani kumuona tena na tena. Oh, alikuwa anavutia. Alivuta macho yangu na kuuteka moyo wangu kabisa. Maskini moyo wangu. Roho, jamani moyo wangu. Na huu ndio mwisho wa sehemu ya kwanza. Panapo majaliwa tukutane kwenye sehemu ya pili. Mfalme wa simulizi za mapenzi. Natia nukta kwa leo. Kumbuka simulizi hizi zinahusu wenye umri zaidi ya miaka 18. Chini hapa sio sehemu sahihi kwako. Naongea hivi mapema kwa sababu hizi hadithi kadri inavyozidi kwenda utajua nilikuwa namaanisha nini. Chao, tukutane katika sehemu ya pili.